du meine Arbeit für richtig hältst. Aliibuka kama kivuli cha matumaini, lakini akageuka kuwa mnyama wa historia. Adolf Hitler, jina linalotetemesha dunia hadi leo. Mwanadamu mmoja aliyesababisha vifo vya zaidi ya watu milioni 70. Mwanadamu mmoja aliyewasha moto wa dunia na kuigeuza kuwa kaburi la mateso. Das sind die Bauern, die Arbeiter, die Angestellten, der Mittelstand. Katika ardhi ya Ulaya miaka ya 1930, dunia ilishuhudia mzimu ukinyanyuka kutoka magovu ya vita vya kwanza vya dunia. Mizimu ya chuki, ubaguzi na kiu ya madaraka zilitengeneza jitu dikteta wa karne hiyo, Adolf Hitler. Nur will ich von mir selbst aus. Lakini nyuma ya sauti yake ya kijivu, nyuma ya hotuba zake zenye moto, kulifichwa giza lisilo na mwisho. Aliwatesa Wayahudi, akawatesa wazige, akawatesa mashoga, walemavu na yeyote aliyepinga utawala wake. Kwa macho yake damu haikuwa kitu, maadamu taifa lake linatakata. Augen und Ohren zeugen dieses wunderbaren, einzigartigen Massenereignisses. Na kauli ya Wanazi wakati huo wakasema, "Der ist der Normensch, het we stell we wind, zar we leder, und fligue en wind." Yani, huyu ndiye mwanadamu mpya, mgumu kama chuma, mwepesi kama upepo na hodari kama mbwa mwitu. Sitzen wir, unten bietet sich unseren Augen das imposante Bild einer hinreißenden, einzigartigen großen Massenkundgebung, einer Volkskundgebung. Leo tunafungua jalada lililotapakaa damu. Tunaitazama historia bila hofu, bila kuipindisha. Leo tunazungumza kuhusu mapepo ya historia, yani Adolf Hitler. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Alizaliwa tarehe 20 Aprili mwaka 1889 katika mji mdogo wa Braun am Inn huko Austria. Jina lake lilikuwa dogo, Adolf Hitler, lakini hatima yake ilikuwa kubwa kuliko milima ya Alps iliyomzunguka. Alikuwa mtoto wa baba mkali Alois Hitler na mama mwenye huruma Clara Hitler. Wakati watoto wenzake walicheza mitani, Adolf Hitler alikaa peke yake akichora, akiota kuwa msanii maarufu. Lakini dunia haikumkubali kama msanii. Adolf aliomba mara 2 kujiunga katika Academy of Fine Arts huko Vienna, na mara zote alikataliwa. Hapo ndipo giza lilianza kutanda ndani ya roho yake. Alihisi dunia imemkataa. Alijenga chuki dhidi ya watu waliokuwa matajiri, akajenga chuki kwa wasomi na hasa Wayahudi, hao ambao aliamini walikuwa na ushawishi mkubwa katika miji ya Ulaya. Alipokuwa kijana aliishi maisha ya maskini, alilala kwenye benchi za barabarani, akala mabaki, akiwa na ndoto moja tu, kuwa mtu mashuhuri. Lakini hatima ilimpangia njia ya damu na moto. Mwaka 1914, vita vya kwanza vya dunia almaarufu the First World War. Hitler alijitolea kwenda vitani. Hapo ndipo silaha zikamskalisha. Akaonja sauti ya bunduki, akaiona dhamani ya damu, na hapo ndipo jicho lake lilipobadilika kutoka jicho la msanii hadi kuwa jicho la muuaji katili.
Katika majeshi ya Ujerumani alitunukiwa Iron Cross, medali ya ushujaa, lakini ndani yake palikuwa na moto wa kisasi. Ujerumani ilipopoteza vita vya mwaka 1918, Hitler hakuona kushindwa, aliona usaliti. Aliamini Ujerumani ilisalitiwa na Wayahudi, wasomi na wasaliti wa ndani. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Na hapo ndipo aliposema ndani ya moyo wake, Ich werde sie all zurückzahlen, kwa maana nitawalipiza wote kisasi. Hitler hakuwa tena kijana aliyependa kuchora. Alikuwa kivuli kilichokuwa kikikua kuwa kimbunga cha historia. Miaka ya 1920, Ujerumani ilikuwa kwenye magoti, uchumi wake ulianguka, sarafu ya Reichsmark ikawa kama karatasi ya chooni. Njaa, hasira na kukataa tamaa vilitawala miji, na kwenye giza hilo lilipojaa majonzi na kelele za tumbo zilizojaa hewa, ndipo Hitler alipoanza kuonekana kama mwokozi. Akiwa na maneno yenye sumaku alihutubia umma kwa sauti kali, macho yakimetameta kama yule aliyeshika ukweli wa milele. Aliwaambia Wajerumani ya kwamba tutawafukuza wote waliotusaliti, tutairudisha hadhi ya taifa letu. Wayahudi, wakomunisti na wazembe wote lazima waondoke. Dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Wajerumani wakampigia makofi Hitler. Waliona tumaini, kumbe walimkaribisha shetani kwa mikono miwili. Akiwa ndani ya chama cha Nationalist Deutsche Arbeiterpartei almaarufu NSDAP, kinachojulikana kama The Nazi Party, Hitler aligeuza vikao kuwa madhabahu ya chuki. Bendera yao ikawa nyekundu kama damu na alama ya waswastika ikawa nembo ya hofu. Mwaka 1923 Hitler alijaribu kuipindua serikali kwenye mapinduzi ya Berlin-Post, akashindwa na kufungwa jela. Lakini huko gerezani hakuishi kama mfungwa. Aliandika kitabu chake cha sumu almaarufu The Mein Kampf, kwa maana ya mapambano yangu, kitabu kilichogeuka kuwa Biblia ya ubaguzi na dira ya vifo vya baadaye. Akasema, The Jews are not a religion, they are a race, a parasite upon the pure Aryan blood. Aliandika kwa ghadhabu. Alipotoka gerezani hakuficha chuki wala tamaa. Alijipanga upya, akajenga himaya ya hofu, na mwaka 1933 kupitia mlango wa demokrasia Hitler akateuliwa kuwa kansela wa Ujerumani. Watu wakashangilia wakidhani ni mwanzo wa uzalendo. Hawakujua kuwa walikuwa wamefungulia paka mwenye meno ya simba. Der ganze Sportpalast gleicht einem wimmelnden Ameisenhaufen. Überall hören Sie schon Rufe der Begeisterung, der Zustimmung, Jubel und Heilgerufe. Arbeit macht frei, kazi huleta uhuru. Hili lilikuwa bango kubwa juu ya lango la mateso katika kambi ya kifo ya Auschwitz. Lakini huo haukuwa uhuru, ilikuwa ni uongo ulioandikwa kwa damu ya maelfu. Zaidi ya Wayahudi milioni 6 walichinjwa, walemavu, mashoga, wasinti na wazige, wote waliitwa wachafu wa damu ya Aryan. Hawa walivuliwa nguo, wakalazimishwa kuingia kwenye vyumba vya gesi, kisha
Milango ikafungwa na hewa ya sumu Zyklon B ikachujwa taratibu ndani. Watoto wakapiga kelele. Wazazi wakakumbatiana kwa mara ya mwisho, kisha kimya. Mili ilitupwa kwenye mashimo ya moto na moshi wa viumbe waliouawa ukaelea juu ya kambi za kifo kama ushahidi wa uovu usiosemeka. Katika ardhi ya Poland, Ukraine, Hungary na sehemu nyingi za Ulaya, kifo kilitembea kwa miguu minne, askari wa Nazi wakiwa na bunduki na mioyo ya mawe. Ich befehle euch kalt zu sein, akasema ninawaamuru muwe na mioyo ya baridi. Hayo ni maneno ya Hitler. Wengine walipelekwa kufanya kazi za mateso, kuchimba mashimo, kuchoma miili ya wenzao au hata kujenga uwanja wa ndege juu ya makaburi. Wanawake walibakwa, wanaume walikatwa viungo na kila kitu kilirekodiwa na Nazi kama ushahidi wa taifa takatifu. Ndani ya miaka michache dunia iligeuka kuwa kaburi la wazi. Vita vya pili vya dunia vikaibuka. Mataifa yakakutana kwenye damu, miji ikateketezwa na historia ikabadilika milele. Lakini hata ndani ya giza hilo, sauti ya matumaini haikunyamazishwa kabisa. Majeshi ya washirika almaarufu the Allied Forces walipokuja, walikutana na majivu, wakakutana na vumbi, wakakutana na mifupa. Hao wanajeshi walilia, wakashangaa, dunia ikatetemeka, na wakasema lazima hii isirudiwe tena. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Katika kila kona ya Ujerumani, propaganda ya Nazi ilishika kasi. Vyombo vya habari, shule, vitabu na sinema, vyote vililishwa sumu ya kauli, misemo na mashairi yaliyowashawishi mamilioni kuamini uongo kama ukweli aliousema Hitler. Wengi wakasema Ein Volk, ein Reich, ein Führer, kwamba taifa moja, dola moja, kiongozi moja. Hii ilikuwa mantra ya kila mdomo, kama sala ya ibada ya kishetani. Watoto waliimba mashairi ya kivita darasani, wakasifu damu, mapambano na taifa la Aryan. Hawa watoto wakasema, damu yetu ni safi kama mto wa milimani. Hitler ni baba, tunamfuata bila shaka. Adui ni Wayahudi, mashoga na waasi, tutawafuta kwa moto na silaha ya Nazi. Kila asubuhi ya Mungu, bendera ya Nazi ilipandishwa, huku watoto wakipiga sauti. Hawa nao wakasema hate Hitler, kwamba salamu kwa Hitler. Kama mzuka wa kale, Hitler alihukumu kwa hofu. Hakuamini upendo, alitegemea uoga. Lakini hata hofu huchoka na historia haivumilii damu milele. Mwaka 1945 Ujerumani ilianza kuanguka. Majeshi ya Urusi kutoka mashariki na Marekani kutoka magharibi yalizidi kusonga. Mji wa Berlin ukaanza kulia kwa milipuko. Wananchi waliokuwa wakimpigia saluti sasa waliimba, wakakimbia, wakamlani kwa chini chini. Ndipo tarehe 30 Aprili mwaka 1945, ndani ya bunker la chini ya ardhi huko Berlin, Adolf Hitler akiwa na mpenzi wake Eva Braun walitenda kile alichokuwa akikwepa kwa miaka mingi. Hawa wawili walijiua. Eva alikunywa sumu. Hitler alipiga risasi kichwani mwake, kisha wakachomwa kwa petroli ndani ya bustani ya bunker hiyo.
ili dunia isibaki na mwili wake. Hakukubaki hata kaburi. Hakukubaki kaburi la kumbukumbu, ilibaki tu historia na damu ambayo bado haijakauka kwenye kurasa zake. Like you know about the Holocaust, you know about Auschwitz, but arriving in this place where it all happened, walking through those gates made me realize I didn't know anything. Hatusimulii historia ya Adolf kwa ajili ya burudani, bali ili tuamke. Na kama kizazi cha sasa lazima tujiulize, tunapojifunza kuhusu Hitler, je, tunamlaumu au tunajitazama? Maana mtu hatokei tu kuwa muuaji wa mamilioni, huanza kwenye chuki ya kawaida, kauli ya dhihaka, joku la kibaguzi, sheria ya mtaani inayoonea wachache, kisha ikawa moto, kisha ikawa Holocaust. Hitler alikufa, lakini je, fikra zake zimezikwa kweli? Hii imekuwa simulizi ya ukweli mchungu wa historia, ukweli unaochoma lakini unaotufundisha. Maana tusiposoma historia kwa macho ya ndani, tutaishi kuiangalia ikijirudia kwa macho ya damu. Mimi ni msimulizi wa historia iliyofichika, na hiki kilikuwa kisa cha Adolf Hitler, jinamizi lililoamka ndani ya binadamu. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.